Haya. Vijana we! Vijana we! Kiambu we! Nimeona. Nilikuwa nimetabiri ati tsunami inakuja. Lakini mbeleni tuko na dharba. Ile Waswahili unaita tufani. Ile upepo mkali inavuma kutoka mashariki kuelekea magharibi, kaskazini kuelekea kusini. Itachukua takataka yote ya Tanga na kupeleka baharini. Tumekuja Kiambu. Walisema ati baba hawezi kupanda milima. Amepanda hajapanda. Nimekuja kama rafiki. Juzi tulikuwa kule Nyeri. Tulikaribisha vilivyo. Na mimi nilisema nitarudi. Sasa leo nimerudi. Nimetoka Nairobi. Kabla sijatoka Nairobi, niliongea na ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta. Akaniambia nikifika Kiambu, Thika, nilete salamu zake. Mnapokea? Nimeleta ujumbe ya Azimio la umoja. Hii Azimio la umoja misingi yake ni salamu kati ya Uhuru Kenyatta na mimi. Sawa? Tuliposalimiana tulikuwa tumeongea kwa kirefu zaidi. Tukasema Kenya imegawanyika. Tukasema sisi kama wazazi wa pili tuteremuke kule chini kule tulikoanza. Tukaona wakati ile Wakenya waliungana pamoja kupigana na mzungu. Manake mzungu alileta utawala ya kiimla kwa taifa letu. Tala ya mzungu. Mwafrika ilikuwa ni takataka. Wakati mwingine viongozi wetu walishikwa wote na mzungu, wakapelekwa korokoroni. Wengine wamepeleka kule Manyani, wengine kule Hola, wengine kule Lodwar, wengine kule Maralal. Wakati hiyo ilikuwa ukisema ngwe ndani, ngwe mambo ilikwenda mrama. Maneno yakaja kule kwa bunge. Kule bunge Jaramogi Oginga Odinga akasimama akasema, tafadhali bwana, wacha hao watu, wewe jamaa, wacheni hao watu. Mnawazoea. Sasa waache wanataka niona vizuri. Wekeni mabango chini. Mabango yote weka chini. Weka hii chini. Waacha hiyo, weka chini. Unazuia wale watu kuniona. Hata hiyo wacha chini. Hata hiyo Maina Nyenga weka chini. Maina niko hapa na mimi. Jaramogi akasema, in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who were detained with him were and are the true leaders of the African people. Naelewa vizuri? Hasa baada ya Jaramogi akaenda akaongea na wananchi, akaimba, Kenyatta alitaka Kenya, Kenyatta alitaka Kenya, Kenyatta alitaka Kenya, akafungwa. Asante baba,
Asante, asante Baba, asante, asante Baba kwa kufungwa. Sawa. Mambo yakapamba moto. Mambo yakapamba moto. Wakati huo Wajaluo na Wakikuyu walikuwa ni kama chanda na pete. Unaelewa vizuri? Watu wakaungana mpaka uhuru ikakuja katika taifa letu. Sasa uhuru ikakuja, Kenyatta rais, Jaramogi makamu wake. Tukajiuliza mimi na Uhuru kitu gani ilifanyika? Na tukasema hiyo kitu tutafute tuyamalize. Na sio kuunganisha Wajaluo na Wakikuyu peke yake, kuunganisha makabila yote ya Kenya. Hiyo ndiyo msingi ya azimio la umoja. Ndio vizuri. Ili hakuna ubaguzi. Hapa mnaishi hapa Thika. Kuna Wakamba, kuna Waluhya, kuna Wakisii, kuna Wajaluo, kuna Waorma, kuna Wasomali, Waswahili, Wahindi, Waarabu, sio? Hawa wote ni Wakenya. Ndio sababu tutakusikia lugha ya madoadoa. Ati mwingine anabweka. Ati madoadoa mngoe hapa. Nani madoadoa? Mwingine anasema mwingine ni kwekwe. Ni kwekwe. Tunataka kutoa onyo kwa hao watu. Tafadhali wachie mabango chini bwana. Kijana, weka hiyo jamaa, mimi naona sura yake si ya msichana huyo. Usinionyeshe sura ya mwanaume kama mimi bwana. Weka chini. Weka hiyo chini. Hello? Hello? Hatutaki mambo ya ubaguzi. Tunataka Mkenya aishi kila mahali. Mjaluo anaweza kuishi hapa, Mkamba, Mkikuyu anaweza kuishi huko Homa Bay, hata huko Eldoret, kila mahali. Sivyo? Hata Muhindi. Mwingine anasema Muhindi aende Punjab. Punjab ya mama yake. Tunasema kila Mkenya mpaka aheshimiwe kama Mkenya, ama sivyo? Sio vijana? Sio vijana? Nilitangaza ati harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya umeanza. Umeanza. Ukombozi wa kwanza ilimaliza utawala ya mzungu, ikaleta uhuru. Ya pili ilimaliza utawala ya kidhuluma na kimabavu ya Nyayo, ikaleta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ukombozi wa uchumi, na ni ya vijana. Vijana, mko tayari? Mko tayari? Baba ako tayari kuongoza nyinyi kwa hii vita ya ukombozi wa 3. Sawa sawa? Tutaweza kutembea pamoja? Mangapi wanasema tutembee pamoja? Nimesema tulipokuwa kule Kasarani, mimi nilipeana point 10. Sasa hapa Thika pali tuko zamani, miaka 60 na miaka 70, ilikuwa inaitwa the industrial town of Thika. Ilikuwa ukija hapa kulikuwa na mabango hapo nje inasema welcome to the industrial town of Thika. Hiyo sasa hakuna. Yale viwanda ambavyo vilikuwa vimeanza hapa, mingi zao zilikufa. Sawa sawa? Tunataka kurudisha hiyo uso ya Thika hapa, ili viwanda vijengwe hapa Thika town, vijana wapate ajira. Sawa sawa?
Nimesema manake eneo hii ya Mlima Kenya ni wakulima. Wengi ya watu hapa wanategemea kilimo. Wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa, wale wakulima wa maziwa, wale wakulima wa avocado, wa maua, wa pineapple, hata wa viazi na mboga. Sawa? Tunataka kuleta kinaitwa smart agriculture, ili kilimo iwe inaweza kurudisha jasho ya mkulima, kurudisha bei ya mbolea na kadhalika chini na mbegu. Sawa? Na vile vile kuleta tafuta soko ya bidhaa ambayo inatoka kwa kilimo, na kufanya vile vile value addition kwa ile mazao ya kilimo. Sawa? Hiyo itaweza kutajirisha wakulima wetu. Hakuna mahali katika ulimwengu mzima ambaye hakuna subsidy kwa kilimo. Ukienda Amerika wana subsidize wakulima, Ulaya hivyo hivyo. Sawa? Sisi tutafanya kazi na nyinyi pamoja. Mimi najua shida ya mkulima. Nikiwa waziri mkuu, mimi ndo nilianza mambo ya reform ya mambo ya ukulima wa kahawa. Kwa upande miundo msingi, hii Thika Highway mimi ndo nilichora. Mimi nilibomoa manyumba. Walikuwa wanataka kuua mimi. Raila ako na wivu kwa maendeleo yetu, anavunja manyumba yetu, ati anataka kujenga barabara. Ni barabara aina gani? Nyumba yangu iko mbali sana na barabara. Nikamwambia barabara nataka kujenga hajajengwa katika Afrika Kusini hapa. Hakuna mahali popote. Hii ni ya kwanza. Thika Super Highway will be the first super highway katika Afrika Mashariki. Nilijenga sikujenga? Silijengeka. Sikafika hapa. Hata hii kutoka Kenol mpaka Marua ilichora wakati yangu. Sawa? Uhuru sasa amejenga. Uhuru amejenga. Tuna maanza na barabara mingi zile za Mau ambayo iko hapo naendelea. Na hakikishia nyinyi yale miradi yote Uhuru ameanza zitaendelea hata chini yangu. Sawa? Kwa upande mwingine, mimi nilisema tunataka kuona kama watoto wetu wote wanapata elimu. Every child, sema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata nafasi sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa? Kulingana na kipawa yake. Na akimaliza apate kazi wa maana. Sawa? Sipate kazi wa maana, hapana kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mtaka kusukuma wheelbarrow? Mmekataa wheelbarrow? Ngapi mmekataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Kazi wa maana tuwapatia hawa vijana wetu. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara watapata mkopo kutoka kwa serikali na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Kama hiyo biashara imezenawiri sawa. Iko sawa. Alafu vile vile nimesema tunataka kuona kama ile shirika ya pesa ya KRA isiwasumbue hawa watu. Nimeongea leo na wale wakilishi wa bodaboda, mama mboga, jua kali. Nimeongea na hao wote. Shida zao zote mimi najua.
tutatatua. Tutajenga masoko ya kisasa kwa wafanyabiashara, na wakina mama watapata vile vile mkopo kutoka kwa hazina ya serikali. Kuna wakina mama maalum inaitwa single mothers. Hawa ni wamama, yeye ndio bwana na yeye vile vile ndio mama. Labda bwana yake alifariki, mwingine walioana wakawachana wakapata talaka, mwingine kijana mwingine alimdanganya ati tutaoana tufanye kazi tu, baadaye jana akamwacha peke yake. Hawa special categories tutawachunga hawa kina mama ili watoto yao wasipate shida. Sawa? Mnaunga mkono? Halafu nimeongea juu ya mambo ya baba care. Kwa upande ya matibabu, nimesema hatutaki kuona kama Mkenya ni mgonjwa na hawezi kupata matibabu. Kule nimeambiwa ati saa nyingine mama mmoja aliambia leo asubuhi ati mtoto mgonjwa hawezi kuchukuliwa kwa hospitali maana hakuna pesa, hakuna deposit. Mwingine mtoto wacha hapana piga yeye. Hey, don't beat him. Nimepata barua yako. Nimepata leta hapa. Nimepata. Nitakujibu. Sawa. Sasa mwingine amelazwa hospitali, amesatibiwa, lakini ameshika teke ndani ya hospitali ati mpaka ilipwe milioni ngapi ndio aachiliwe huru. Na kila siku gharama inazidi kupanda, na bei ya kitanda katika hospitali inashinda bei ya kitanda katika Hilton Hotel. Unajua hiyo? Mwingine alilazwa kwa hospitali akakafa huko, maiti imeshikwa teke kule kwa mchuari, ati mpaka wale waipiwa walipe milioni 5 ndio maiti wachiwe. Hiyo maiti unataka kufanya naye nini? Je, hiyo ni ungwana kweli? Haya yote sisi tutamaliza. Sawa? Kila Mkenya akiwa mgonjwa ataweza kupata matibabu. Kila Mkenya atakuwa ndani ya bima ya matibabu. Yule ambaye hawezi kulipa atalipiwa na serikali. Sawa? Unaunga mkono? Halafu nimesema mambo ya viwanda, mambo ya ajira ya vijana. Sasa mimi naongea juu ya mambo ya wale maskini. Tuko na maskini katika taifa letu. Maskini ya miji naitwa the urban poor. Maskini risavuni, rural poor. Yule risavuni, mvua imekosekana, mimea imenyauka, njaa imekuja, hakuna chakula. Hata kama yeye ni mfugaji, ng'ombe inakufa, hata mbuzi inakufa na kondoo. Sawa? Hiyo tunaitwa the rural poor. Hapa mjini hapa, mwingine alikuja kutoka risavuni kutafuta kazi, amepiga lami mpaka nyayo ya viatu imekwisha, hajapata kitu. Mwingine alikuwa anafanya kazi kwa kampuni, amefutwa kazi, hana kazi. Mwingine kampuni imeanguka, kazi vile imeanguka na kampuni, sio? Sasa huyu jamaa hata pesa ya kulipa kodi ya nyumba hana. Unaelewa vizuri? Kule Ulaya, kule Marekani, hata huko Brazil, hata kule Egypt, hata hapa Namibia, hata India, kuna kitu inaitwa Social Protection Fund.
ile pesa ya kusaidia hao watu. Naelewa vizuri? Naelewa vizuri? Ndio mimi nasema tutaleta hapa Kenya Social Protection Fund ya kusaidia hao watu. Jamii, sisemi mtu, jamii ambayo watakuwa hakuna mtu yeyote ambaye ameajiriwa na pata mshahara, watakuwa napata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Mnaona vizuri? Mnaona vizuri? Umesikia yule Tanga wanasema hiyo ni handout. Ati handout. Hapana handout. That is a necessity to sustain life. Hiyo sio handout. Wewe anaongea jamaa ya kutoa ahadi. Kila mara ahadi. Aliahidi watoto yote laptop. Hiyo laptop alileta. Hiyo laptop sasa anawaambia wheelbarrow. Kama ulikuwa unasema yeye ni laptop ambaye ni ndani IT, unampatia wheelbarrow ya nini? Afanye na nini na wheelbarrow? Aliahidi stadium kila county. Hapa Kiambu mmeona hiyo stadium? Mmeona? Amejenga hiyo. Aliahidi wakati hii ati kila mwaka kazi 1,000,000. Sasa anasema milioni 4. Mara ile alipana sahau ati alikuwa ameahidi milioni 1. Mpaka wakati huu hajatoa hiyo milioni 1. Akija muuliza ile milioni yako ya 1 ilienda wapi? Anasema ati handshake ni